Ni ajeni wadau na wadau Dex manze, ni swali big na mkinicheki hivi mnajua ni tuchanoane bado tuko Mathare, tuko Mabatini manze. Leo show yetu itakuwa moto, tuko na boy wetu hapa, tuko na Myuta, tuko na story kali ya kushare na sisi hapa. Nitacha boy atajipiga intro mwenyewe, alafu atashare story yake na sisi. Bro, karibu ndani ya tuchanoane. Shukrani. Mimi naitwa Brian Mtwere, mimi ni mzaliwa hapa Kibato. Kibato najulikana kama Karim na Kibato iko ndani ya Mathare. So actually mimi ni one of the reformists huku Kibato design. Mimi kenye nilifanya kitu ya kwanza nikaingilia mambo na crime, unapata ni level poverty, na bado nilikuwa introduced into drugs na mamorio tu, tukaseme kidogo hivi nikaingilia hadi hizi madawa za kumeza hizi zinaitwa mayelo na mawhite. So unapata zinakuja zinakudhulumu kiafya, unaamua tu kiwewe acha leo ingie road ufanye kweli shughuli, na unapata shughuli yenye unapiga labda wapiga shughuli yenye hadi uogope juu kwa madawa So nikazoea hivyo, unapata nilianza crime 2017. So venye nilianza unapata ni mamuri wangu tu ndo walikuwa wananisaidia hizo masiku zenye tulikuwa tunapiga nao crime. So ikafika wakati tukasemea 2023 penye kulikuwa na maandamano. So mimi nikazoea tu kwenda maandamano, kuzoea maandamano. Hiyo mwaka ilipigwa karibu wiki karibu hii na zikifuatana. So ni kwenda tu kwa road, kwenda road. So kwa ile harakati ya kuzoea, siku moja nikaamua leo naye nafaa natoka na kifaa moja puzi. Na mimi nilikuwa na mamuri wangu fulani wa 4B pamoja na wengine wa Kibato. Nikasema leo na stoki huku bila kitu. So mimi kwenda kushika ile fala moja kidogo, kuna kara wanaitwa Baraza akatokea kidogo, naambiwa Karim, unajua jina mtaa anajua kama Karim. So wakaniambia Karim, ndo unakujiwa job da tuepe, ndo huyo Baraza makao. So kwa ile harakati ya kuepo, unapata mimi nikapitia njia yangu na wase wengi pia wakapitia njia yao. So huo sanse alinifuata kwa njia yangu kidogo, nikasikia kwanza risasi ya kwanza ikapiga gate kidogo, tena nikapiga kona, nikasema yenyewe Mungu leo naye nakufa, lakini mimi nakuaminia. Sikuluzo, nikaendelea tu kukimbia, nikasikia tena ya pili mpaka yani unafunga macho ukijua wenyewe una dedi kidogo. Nikapiga ingine tena, nikasikia tena ikanipiga mguu, kunipiga mguu kukakuwa na nikaendelea tu bado kuwepa na hiyo risasi. So kuwepa, nikaingia kwa genje fulani. Kuingia kuna jamaa fulani alikuwa ananijua akanicheki hivi, akaona ni mimi. Hiyo masaa John nikamwambia walai John yako job da yenyewe si yuko alifiti. So tukaenda akanipeleka Uzima. Kwenda Uzima ikaonekana naweza Uzima akasema wezi nitibu, labda niende wapi? Blue House. Mori wangu fulani anaitwa Bubu. So akaniambiaje hawezi enda Blue House jua nini, huko Blue House anaweza madwa na tena amepatikana kwa simu. So ikabidi tena amenibeba akanibeba kwa mgongo tukakimbia naye hadi hizi pande za Bomba Market. Kitambo tena tuchukue senke, unapata mamuri wangu hiyo masenyo wanafika ndo wanapata jo hali yangu ni mbaya, wakanichukua mbio mbaya, wakachukua senke, nikapelekwa hadi osi ya Moradi, nikatolewa ridhe, then nikatumwa referral Mama Lucy. After kutumwa referral nikakaa Mama Lucy karibu siku 3, alafu siku ya 4 nikarudishwa mtaa, lakini ndo sikuwa alifiti na bado nakumbuka kuna siku bado tulikuwa tunapenda bado kwenda tao sana So ni ile tu hali ya mazoea, unaenda tao, unarudi uko na uti unaona mori wako mori wako labda mwenye mko amezoea kuenda naye mahali kama tao ati kuiba anaona mmerudi na maasset, analia majamaa next Sunday niko na nyinyi pia, inafaa tunaingia hivyo. Sasa tulikuwa tunajitangadi Unruly Republic. So hizo wakati unapata si ndio tulikuwa kunyamba, wengine walikuwa kunusa
tukazoea kwenda hivyo tao. Kwa ile harakati ya kuzoea, kuna siku tejo hiyo ni ramba nikashikwa kupigwa mob kidogo, nasikia kidogo nikaambiwa sijui kuna mwingine ameshikwa, but sasa juu nilikuwa kwa ile napigwa mob na ama uchi pamoja na wasee wa huko, nikaponyoka wakiulizana huo mwingine ako wapi, nikaponyoka. Nakwambia hiyo day kwanza nilifika hivi kwa mat naangalia Donda ananitisha do, ananiangalia hivi, mimi namwangalia hivi. Donda hadi arudingi kunitisha do. Donda anaangalia design nimefura juu nilikuwa nimefura mdomo, nilikuwa nimefura macho, nilikuwa nimefura huku. Yaani nakatu mwizi amegongwa mwizi amegongwa proper. So ilikuja time yenye nikajiambia na mbona nisichange. Kwanza kuna organization ililetwa mtaa inajiita Youth Ready, inajiita World Vision Organization. Hiyo World Vision ilileta Youth Ready Project. So unapata hiyo Youth Ready Project imeempower ina kusaidia wewe kama youth kujijua, ujue venye ukiajiriwa unaweza fanya, ujue venye unaweza manage biashara na bado ujue venye utakaa kama citizen. So mimi nikaenda nikakaa chini siku moja nikajifikiria, nikaona na hii Youth Ready shanionyesha yenyewe naweza jijua. Mimi kuona naweza jijua, yenyewe nilienda nikakaa chini mahali nikasema mbona niendelee kuiba na crime hailipi. Unacheki, maisha ni muhimu kuliko crime. Maisha ilipi na venye ilipi buda unadedi. Crime tukasema ni kama the short ni kushorten to death yako. Unaona? So hiyo Youth Ready Project ilikam tukazoea tu kuendeza ma trainings. So kwa hiyo harakati ya kuenda ma trainings unapata kukakuwa na mambo na trainings, unapata kuna mambo na trainings za entrepreneurship zenye hiyo Youth Ready iliofa. So nikaenda kwa hiyo training. So kupitia hiyo training actually nikafungua biashara. Hiyo biashara nilifungua kwanza na pesa yao, mimi nakumbuka. Mimi nilianza kwanza na kuuza matisho 5. Unauza kwa kamba matisho 5. Then kidogo hivi nikachomelea machuma, nikaanza kuuza matisho. Alafu hiyo organization ikaniuliza na nini unaweza pitch business plan yako. So pia mimi yenyewe nilikuwa creative, so nikaweza kupitch nikapata mashine ya kuprint majezi. So sasa mimi shughuli na do mambo na kuprint majezi, matisho, na print macape, na print mamugs, na bado na print masahani. Unaweza come nikuuzie popote huko. So kuuliza tu, hiyo umesema ulianza crime 2017. So ukiingilia hiyo crime yako ama ukianza hiyo crime 2017, ulikuwa na stay na nani? Ama ulikuwa na miaka ngapi maybe hiyo time? Na pia ulikuwa chuo, of course ulikuwa mdogo, si ndio kweli? So ulikuwa form ama ulikuwa class ngapi ukianza hiyo crime 2017? So mimi nakumbuka nilikuwa class 7. So mkorongo akakujanga bado akapatanga accident. So mkorongo kupatanga accident, so nikaona yenyewe siwezi kabila do. Sawa. Hiyo masana sasa ikabidi nienda kustay na mamorio wangu. Tulikuwa tunajiita tu bado kulikuwa na machega na bado antuli kakuja kajiform. So unapata ama morio wenyewe wako na vako moja na wewe. Sawa. Hadi kama unaishi kwenye wako na vako moja na wewe. Na mnadai kusikia fiti ushaanza kuzoza kulewa. Dai ile bidii nitupe kwa crime tu. Ama morio. So after hiyo World Vision imekaa mi organization umesema imekaa na hii project ya Youth Ready, ndio maybe ulifikiria kupiga U-turn kwa life yako, si ni kweli? So before World Vision wakaamua kubuy hiyo machine, ulikuwa ushaamua kuchange yani. Na kuna wale wase kwa community ama hii society unaishi walikuwa wanajua ule jamaa ni msee wa macrime, ule jamaa wa masini. So ule jaribu kufanya nini different kuonyesha ile community ule Karim ulikuwa mnajua kitambo, ama ule Utwere ulikuwa mnajua kitambo, sio Utwere sahi yako hapa na nyinyi. So ulikuwa unadu nini? So mimi community nilikuja nikaona kitu ya kwanza nikijoin group naweza kuwa at least more empowered, at least hadi naweza jibonga vizuri kwa mtaa. So nikaingianga Vision Thinkers Youth Group.
So hiyo Vision Thinkers Youth Group unapata mnafanya ma clean up kwa community mnafanya mambo na community service. So hapo ndo penye wasee pia wakaendelea kunijua. Unapata kuna ma sessions zenye tunafanya za mental health. So kwa hizo sessions unapata unajiintroduce, alafu unasema wewe unauza mali fulani. So hadi watu wenyewe pia wanafurahi wakikupromote. Unaona? So sahii kuna youth ako pale nje anachekisho, kuna boy, kuna dem anachekisho, anapiga crime ama kwa crime ama anatumia madrugs na ana feel yenyewe kwa chai kitu ni ngumu pande yake. Unaweza mwambia nini? Yaani kumuonyesha tu kila kitu inawezekana. Utabubongesha wewe youth ako hapo nje. Unaweza onyesha youth yote yako hapo nje. Maisha si rahisi. Unaona? Na pia crime hailipi juu maisha si rahisi. Crime pia hailipi. So venye ilipi majamaa tusare ni crime. Sisi wote tu. Tukisare crime na tuku empowered, hii community yetu tutaenda juu sisi wote, si kama mayouth. Ona imagine kwanza wewe kama youth ukipigania leadership ya mtaa yako ikuwe fit, usianze na huko juu, usiangalia tu huko juu. Tunaanza kwanza na ipande ya UMCA, sawa? Tukuje tuchukue MCA mmoja mwenye anasikiza mayouth wote. What if tukipata leader MCA mwenye anatufikishia vitu kwa ground, tutasikia fiti pia sisi. Alafu bado mimi sana mimi napenda kusema maboy child siku zote, maboy child tujitumeni jamaa. Tusikuwe tu tunafikiria kuiba. Utaiba, ukishamadwa unachia nani mtoi? Ushapeana tu mtoi, unadai hangaike na ni mtoi wako na damu yako, utafilaje ukidedi? Ama huo mkoro wake utamwachana nani? Ataendelea kuteseka na mtoi wako. Unaona? So at least sisi maboy child tuchanuke tuchanuane tu kisisi, tunaweza.